na kila ambacho ninakuwa nimekichuma kutoka katika maeneo hayo, na mimi ninatengeneza ya kwangu. Lakini kwa upande wa vitabu nilivyoviandika, ukweli mtumishi wa Mungu, siwezi kusema lolote zaidi isipokuwa hata idadi ya vitabu nilivyoviandika hata mimi mwenyewe sivijui. Ni vingi mno kiasi ambacho sijawahi kukariri kwamba labda nimeandika vingapi, lakini ni mamia ya vitabu kama unavyoona kwamba vingine vinaonekana vimetengenezwa na watu, lakini vingine ndio kutengeneza na kwangu. Asante Baba Askofu. Nafikiri ndugu mtazamaji, unaweza ukaona na watumishi wa Mungu wengine ambao mnatufuatilia katika Kasongo TV, mnaweza mkaona namna ambavyo watumishi wa Mungu wanaandika vitabu. Lakini mimi najua hivyo jambo moja nataka nimuulize Baba Askofu. Katika miongoni mwa vitabu vingi ambavyo unaandika, najua kitu kitabu kimoja ambacho anakipenda na huo kisoma unajisikia amani kwamba ukiandika na ukiwa katika hali ya furaha. Labda unaweza kututajia miongoni mwa kitabu kimoja ambacho ulipenda sana na ukavutiwa sana wakati unakiandika. Hebu Baba Askofu tuambie kitabu gani ambacho ulikuwa unakipenda na wakati unakiandika ulivutiwa sana na kufurahiwa sana na hicho kitabu. Karibu sana. Katika miongoni mwa vitabu ambavyo nimevisoma na pia ambavyo nimeviandika, kuna kitabu kimoja kinachozungumza habari ya mtumishi mwombaji. Ni kitabu ambacho nimekiandika mimi, lakini niliguswa na uandishi wa kitabu hiki kuonyesha ya kwamba pasipo maombi, mtumishi anayemtumikia Mungu akikosa maombi anakosa vitu vingi sana. Kwa maana maombi ndio njia inayotuunganisha na Mungu hata tukaweza kupata mafunuo ya kimungu na mambo mengi kutoka kwa Bwana, kwa sababu yeye Mungu ndio muasisi wetu, na bila mawasiliano au mahusiano na Mungu si rahisi hata kile ambacho tunakifanya kikapata tija, kikaleta tija. Hicho ndicho kitabu ambacho nimekipenda zaidi kuliko vitabu vyote kinachosema mtumishi wa Mungu mwombaji. Asante sana Baba Askofu. Ndugu mtazamaji, unaweza ukaona namna ambavyo Baba Askofu ameeleza kwa kifupi na kwa upana wake namna ambavyo anamtumikia Mungu kwa njia ya uandishi, lakini pia anamtumikia Mungu katika kuhubiri neno la Mungu na kulifundisha